maombi watu wa Mungu. Maombi maana lazima ambapo Mungu anaongea na wewe ndani yako. Sio mawazo yako yale. Ni vitu Mungu anakupa. Kwa lazima uviandike. Kwamba maombi ya siku fulani niliomba 1 2 3. Na katika haya maombi kuna kitu ambacho Mungu alisema ndani yangu kwa habari ya hili ombi. Na unakiandika. Kwa hata kesho unapoingia kwenye maombi ya kesho, unajua kwamba jana niliomba kwa habari ya jambo fulani na vitu fulani ambavyo Mungu alisema ndani yangu ni vitu 1 2 3. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Bwana. Kwa maombi sio kwenda tu kukaa kupiga kelele. Ni kama mwanao amekuja kwako. Baba naomba hela, naomba hela ya ada. Baba naomba hela ya viatu. Baba naomba hela ya nini? Baba naomba hela kitu fulani. Alafu anaondoka nje. Sasa nishaomba. Hawezi ukaomba na usubiri majibu ya baba au majibu ya mzazi anayekulea au majibu ya huyo mlezi anayekulea. Unapoomba maana unasubiri. Je, ataongea nini baada ya maombi? Baada ya kumueleza haya mambo, ataniambia kitu gani? Haleluya. Kuna umuhimu wa kusubiri. Upo umuhimu wa kusubiri. Ndio maana ukiandika barua unaanza kufuatilia majibu yako. Kwa nini unafuatilia? Maana yake unasubiri upande wa pili uliokuwa unauomba kujibu. Na maombi, hakuna maombi kama hakuna imani. Unapoambiwa maombi alafu hakuna imani, maana yake sio maombi. Maandiko yanatuambia lile neno ambalo lilihubiriwa kwetu katika kitabu cha Waebrania lilihubiriwa pia na kwao. Lakini kwao halikuwapa faida kwa sababu halikuchanganyikana na imani. Kwa likija neno alafu hujachanganya na imani, halizai matunda. Na maombi vile vile, kama maombi yako hayana imani, hayana mchanganyiko na imani, hayo maombi hayatazaa matunda. Sasa nini maana ya imani? Imani ni uhakika wa mambo tunayotarajia, lakini ni bayana ya mambo yale yasiyoonekana. Na maandiko yanatuambia imani pasipo matendo, hiyo imani imekufa. Vile vile unapoomba, maana yake unaanza kuchukua matendo ya imani. Ndio maana unaanza kuandika vile Mungu anavyokusemesha. Lazima uandike vile vitu ambavyo Mungu anakusemesha. Watu wa Mungu, maisha ambayo tunaishi wakati huu ni maisha yako very serious. Maisha ambayo tunaishi ni kitu serious. Yaani maisha ambayo tunaishi sisi hapa ni kitu serious. Yaani Mungu akikuona wewe anakuona ameumba kitu serious sana. Mungu akikuangalia wewe anaona kwamba nimeumba kitu serious, maana nimekiumba kwa sura na kwa mfano wangu. Na ndio maana Roho Mtakatifu anapokuja duniani, Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya fellowship. Fellowship maana yake mahusiano. Hakuna